Ni kitu gani ambacho unaweza ukakifanya pasipo kulipwa kwenye maisha yako yote toka unazaliwa? Unaweza ukakifanya pasina kulipwa. Sasa nielewe vizuri hapa, ajira ni nzuri, lakini kazi yako wewe ambao ulioitwa kuja kuifanya ni nzuri zaidi kuliko ajira. Umepewa na Mungu ameipitisha kwenye mikono yako ili kuhakikisha kwamba unaandaa kazi yako ambayo Mungu amekuambia kuja kuifanya kupitia hiyo ajira. Tafsiri yake kwamba kile kitu ambacho ulicho nacho, ambacho uko nacho ndani yako na unakifeel kukifanya na una feel vizuri kukifanya, na hata kama usipolipwa utaona tu ni sawa, kwa sababu unapenda kukifanya na kinakurahisisha kukifanya, maana yake inawezekana likawa kusudi lako. Sasa nielewe hapa, unapozungumzia kwenye thamani, ili fedha ije kwa mtu lazima ibadilishane, mabadilishano ya thamani. Maana yake kwamba ile thamani ya mtu anaoitoa juu ya watu wengine, kwa watu wengine ndio ambayo inamfanikisha wale watu waje kwake wakiwa na fedha. Maana yake sasa fedha ni matokeo ya yule mtu kuwa na thamani. Maana yake naposema kwamba ni kitu gani ambacho unakifanya, unaweza ukakifanya pasina kulipwa. Katika kila ambacho unachokifanya lazima uhakikishe unakinoa kile kitu unachokifanya. Kwa maana hiyo kwamba kwa sababu fedha ili ije kwako lazima inatafuta thamani ya mtu wewe. Sasa maana yake thamani yako ndio ambayo itavuta fedha. Watu hawaji kwako kwa sababu ya uzuri wako, kwa sababu ya muonekano wako, kwa sababu ya unavyofurahisha, no, wanakuja kwako kwa sababu ya thamani, kwa sababu ya ile thamani ambayo unayoitoa kwao. Maana yake hata unapozungumzia maybe preachers wanatibu watu kiroho, ndio maana wale watu wanakuja kwao na sadaka wanatoa kwao. Maana hapo unapogundua kwamba ili mtu afanikiwe lazima ahakikishe ya kwamba ile thamani aliyonayo ni kubwa kiasi ambacho sasa watu watakuja kwake, kwa sababu ili fedha ije lazima utatue tatizo. Ina maana kama hujatatua tatizo, maana yake ile fedha haiwezi kaja kwako. Na ndio maana sasa inakuja kwenye sensi ya kwamba kumbe kile cha kwako ndicho cha msingi sana kuliko hata kulilia kila siku kwamba umekaa tu chini hapo ukisema kwamba sijui kama nitatoboa kwenye maisha yangu, kwa sababu unatarajia kwamba kuna mtu somewhere atakuja kukuajili na kuyafanikisha maisha yako. Hapana, lazima kile kitu ambacho ulicho nacho ndani yako na unafeel kukifanya, anza hata kama ni kwa kidogo, anza kwa hapo, kwa sababu taratibu na kadiri unavyoendelea taratibu namna hiyo utakuja kugundua ya kwamba watu walikuwa wanasubiri uanze tu kile kitu na waje kwako kukufanikishia. Lakini wewe usipoonyesha hatua moja ya kukifanya kile kitu, maana yake ujue kabisa kwamba watu hawezi wakaleta kwako, kwa sababu sometimes wanakuangalia ufanye ili wapate credibility ya kwamba kweli huyu mtu anaweza, kweli mtu anaweza kufanya, na watu watakuja kwako. Kwa hiyo kila ambacho ulicho nacho ambacho hata unaweza ukakifanya pasina kulipwa, maana yake inawezekana pakawa na calling yako hapo, pakawa na kusudi lako hapo. Lakini kitu cha msingi ujue kwamba hicho kitu lazima sasa utie jitihada na bidii katika kuhakikisha kwamba unakikuza na unakibrandi vizuri, ili watu wengine waje kwako kuhakikisha kwamba wanakulipa zaidi. Kwa hiyo inawezekana likawa kusudi kwako, lakini intention kubwa isiwe fedha. Intention kubwa iwe ni kwamba unaliishi kusudi lako ambalo Mungu amekuitia, kwa sababu katika kusudi lako watu watakuja tu na ile fedha kwa ajili ya kutafuta thamani, kwa sababu ukiwa na thamani utatafutwa. Imagine babu wa Loliondo, naona watu walikuwa wanatoka hata nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kunywa kikombe cha babu, ila ukikielewa kitu kimoja hapo, nagundua kitu kimoja ya kwamba walikuwa wanakuja kwa babu wa Loliondo ni kwa sababu ya kwamba thamani alionao babu wa Loliondo. Maana yake babu wa Loliondo alichokifanya ni kugundua kusudi. Baada ya kugundua kusudi, akahakikisha kwamba analikuza kusudi lake kiasi ambacho likawa na thamani. Sasa ili watu waje kwake wamuone, inabidi wachangie ile thamani alionayo, wabadilishane, awape kikombe na wao wampe fedha. Kwa hiyo lile kusudi lilimfanikisha kwa wakati huo. Na tujaribu kusema kwamba kile ulicho nacho ambacho una uwezo wa kukifanya na ambacho hauhitaji kulipwa kwa ajili ya kukifanya, inawezekana likawa kusudi lako.